tumeshtakiwa kwamba amefanya kosa la ufisadi. Faili yake ikaelekezwa kwenye ofisi ya mkuu wa mashtaka ambapo alikubaliana na EACC. Tukakimbia mahakamani na kueleza mahakama kwamba hakuna ushahidi wowote uko pale. Mahakama ikakubaliana na sisi, ikasimamisha mashtaka yale. Kisha tukatoa ushahidi kwa Director of Public Prosecution kwamba Bwana Oparanya hana kosa lolote. Amekubaliana na sisi na kusema kwamba amesimamisha mashtaka yale yote. Kisha EACC wameandika barua kuelekea bungeni kumuita Bwana Oparanya kwamba ni mwizi, ni mlaghai, ni mfisadi. Kwa hivyo tumepata instructions na tutawashtaki wale makomishona 5 pamoja na CEO wao kibinafsi, kumaanisha kwamba hawataweza kuwakilishwa na mawakili wa serikali, watajiwakilisha kivyao. Zile fedha ambazo tunazihitaji, ambazo nafikiri tutaweza kudai kila mmoja aweze kumlipa Oparanya zaidi ya shilingi milioni 200 kila mmoja, basi watalipa kutoka kwa mfuko wao, hawatalipa kutoka mfuko wa serikali. Kwa hivyo hayo ndio nilionayo leo. Barua yenyewe tushaipeana katika bunge na tushawapatia wale wote ambao tumewashtaki. Imesema kwamba Oparanya hatapiwa msasa. Naibu kaimu wa spika ambaye ni wakili Sholea amesema kwamba EACC haina nguvu zozote za kusimamisha bunge kutekeleza majukumu yake. Kwa hivyo nawahakikishia ya kwamba kila Mkenya awe kwenye runinga yake, asikize redio yake, ambapo client wangu atakapokuwa anapiwa msasa siku ya Jumapili vile ilivyoratibiwa, sababu EACC haina nguvu hizo. Kama ingekuwa na hizo nguvu, basi katiba ingewapatia zile nguvu.